Hello guys, good morning, good evening, good afternoon or good night wherever you're watching from. Kama kawaida is your girl Doreen. If you're new here, consider subscribing guys. Msijali hata kama niko na homa. Niliwaambia nitakuwa na deliver information right on time. So if you're new here, consider subscribing. To the returning subscribers, thank you so much. To my loyal fans, big up. So guys, nataka niseme hivi. Niliwaambia mimi kama online DCI, mimi kama blogger, nitakuwa na deliver information jinsi ilivyo, bila kuongeza, bila kuondoa. Usisahau watu wako na lawyer. So sitaki kuongea uongo. Naongea kitu ambayo iko kwa ground. Hata in case kuharibika uze Doreen, mbona ukapost hiki kitu? Nawaambia walipost. So this is just a second hand information. Video yao ndio hii. So sitaki niongee ukora. Maana haitanisaidia, inaweza niletea shida. So guys, kuna vita kubwa kati ya Freddy, Malaika na nani? Na Jerry. Yeah, hapo ndio kuna shida sasa. Hata achana na hao wengine. Na nikianza na Dave. The other time uliona, was it last ama ni previous day Dave aliweza kupost kwa community yake akasema Malaika ana demand zile pesa ambazo alichanga plus zile fans walichanga, yani anazihitaji zote kwa pamoja, na ameshapelekana kotini. Of course hiyo ni kama alishatafuta lawyer. So next day nikiamka niliona tena post kwa nani? Kwa Freddy pia alikuwa ametype the same thing akisema Malaika amewafani na ametuma ujumbe kuwa anahitaji zile pesa zote alimchangia na zile mafans walifani ni wachange. Na hizi pesa akidai, anadai akisema hizi vitu zilikuwa vipindi. Okay, walikuwa nadhani ni real. So walituma wakijua hizi vitu ni real, kumbe ni vipindi. So anahitaji pesa zake, achukue zake, zingine arudishie fan. Fan yule ambaye ataki kurudishiwa pesa, akitumiwa aturudishe kwa Freddy ama arudishe kwa nani? Kwa Dave. Na Freddy aliweza kutaja amount ilikuwa 500,000 plus. So hiyo ni around $500,000. We? Okay. Na ikiwa $500,000 hivyo, mimi nilidhani Freddy akitaja zile pesa, I thought ni zile pesa zimewekwa pamoja za Freddy na Dave. Kumbe unajua Dave akipost kuwa Malaika anahitaji zile pesa, hakuweka amount. So kwa premier nilisikia Freddy akiuliza Dave akiuliza Freddy, umetumiwa ujumbe, umepokea ujumbe? And Fred was like, yes, nimepokea. Wanadai pesa fulani. And Dave was like, wewe unadaiwa hiyo 500 plus. Mimi nadaiwa 900,000. Freddy anadaiwa Dave anadaiwa 900,000, Freddy anadaiwa 500,000 plus. Sema kuishiwa power. Sasa nikashindwa. Guys, lakini ni tricky kidogo. Saizi hata mtu akikudai hata 50,000 unatoa wapi sahi? Niliangalia tu nikaishiwa power. Cause mimi sijui kama hizo pesa ni ukweli. Maybe wataenda kwa list zao wajue hizo pesa ni ukweli. Mimi hata sikungangana ati niende ku-add. Unajua Malaika alikuwa akituma, alikuwa anaziweka kwa nini? Kwa community. Hata sikushughulika ati niende ni-add hizo pesa ziko community. Nione kama zinafika hiyo pesa ni ukweli ama ni ukora. So, guys, iko hivi. Unajua mambo yanazidi kuharibika. Mambo kila siku yanazidi kuharibika. In this case, kuna mafans wanasema yes, tunahitaji zile pesa. We want our money back. Na wengine wanakataa. Wengine wanasema hapana, zile pesa tulichanga sisi wenyewe willingly. So hatutaki zile pesa, msirudishe. Yani kumekuwa na mixed reaction. Kuna wale wanahitaji zirudi, kuna wale ambao wanakataa. So guys, ukiangalia hapa anaitwa nani? Jerry akiwa pale kwa studio, the other time uliona akifanywa nini? Deliverance usiku. Akisema nimetoka Norway, niko kwa Illuminati, Malaika amenituma nini hizo zote. Mliona Pastor Nancy akifanya nini? Akimfanyia deliverance. Na akimfanyia deliverance, akitoka pale, mlisikia kuna video. Mimi nimesema sitaki kuongea uongo. Alitoka hapa akaenda kwa Dante akasema, alitoka hapa alifosiwa kufanya hiyo video Illuminati, akapigwa sana, simu yake ikaharibika nini, lakini aliweza kwenda wapi? Alienda hospitali na akaenda kwa police station akapewa OB. Na alienda na zile pesa ambazo alitoka nazo pale. Zilikuwa 10,000. After hiyo kipindi kuisha, Dave aliweza kumlipa 10,000. Na zile 10,000 alienda nazo wapi? Station. Alienda kuripoti. Hizi ndio pesa wamenipiga wakiniforce nifanye ni kipindi. Na hizi ndio pesa wamenilipa. Guys, ikakuwa tricky kidogo. Sasa unajua huyo ni Jerry anasema kuwa after that wakamlipa 10,000. Na Dave jana kwa premier alisema hiyo 10,000 wakati amefanywa deliverance alimpatia, akamwambia nenda
chukua hii 10,000 uende ufanye uanze maisha, utafute nyumba. So hapa kuna mkora kwa watu wawili, kuna mtu ajielewi, kuna mtu ni mkora hapa. Sasa unaona Jerry anasema alilipwa baada ya kufanya kipindi. Dave naye anasema after kutoka kwa uganga, kwa ushetani, akampatia enda atafute nyumba. Sasa unaona hata mafans mko confused. Sasa hapa kama uelewi, ujui trust nani, uwezi trust mtu yoyote. Na since these people wamekuwa wakifanya kazi pamoja, na unaona wameamua kupelekana mbele. Na nisikie kwa hiyo premier nani? Premier Dave akisema mtu ako nyuma ya hii kitu ni Malaika na nani? Na Jerry. Yes, Jerry, kumaanisha Jerry wakati alienda akachukua OB, alienda akatafuta nani? Lawyer. Na huyu lawyer ni kama ndiye amefanya nini? Ametuma hiyo demand letter. Sijui kama mtu ananielewa. Ni kama Jerry ndio mwenye kutuma hiyo demand letter, apart from Malaika wameungana labda wawili. Juu kulingana na venye Dave alikuwa anaongea, alisema huyu jamaa ametuma demand letter. Na mimi Jerry nakumbuka akisema alienda kushtaki hao watu juu walimpiga na kumforce kufanya kipindi. So sasa sijui hii mambo ni tricky kidogo guys Sijui huko mbele kunaenda aje. Of course labda wako na lawyer both sides. Mwambie mimi sina lawyer. Hao ni watu washajipanga wako na lawyer. So guys hapa kuna kizungumkuti. Hauwezi jua nani anasema ukweli, nani anadanganya. Na mimi hapa upande wa Freddy mimi sijui hata naweza sema nini. Cause hata mimi mambo ilikuwa inafanyika guys. Na ukiangalia Freddy, it's like Freddy anadaiwa pesa zake. Alifailiwa kesi yake kando. Aya, Dave akafailiwa kesi yake kando. So ni kama hii kesi ziko tofauti. Juu kila mtu anadaiwa nini? Pesa zake. Guys, maswali ni mengi. Mko sure hizo pesa zitarudi? Okay, hao watu wanaenda kotini. Maloya wataamua kesi inaenda aje. Msisahau hizi pesa zilikuwa mission, zilikuwa zinasemekana ziko kwa mission. Mnaona hii kesi, of course kuna mwingine nisikia akisema hata kama hii kitu imeenda mbele, kuna watu wataingia kwa mtego ambao si wao. Kuna watu wataumia. Mimi kitu naweza waambia, maybe jua watu wameshindwa kuleta umoja kwenye mtandao. Vita vimekuwa vingi, wanavurugana kabisa. Hakuna siku wataamuka waseme ati mambo iko sawa nini. Ndio wanaendelea kuvurugana. Mimi hata naona ni sawa kama wameamua kupelekana mbele. Wacha waende huko mbele, hii kesi itatuliwe huko. Kwa sababu akikuja hapo kwa mtandao, mafans hakuna kitu watasaidia. Of course mafans wakitoka kwa nani, kwa senior Dave, wanakuja kwa Malaika. Wanasema vuruga kabisa, vuruga ukaka mtu, vuruga. Yani au kazi yao ni kufuata upepo. Wakitoka kwa Malaika wanaenda kwa Dave. Wanaambia Dave vuruga kabisa, tandika vuruga kabisa, kanyaga shingo. So unaona hapa it's like wanapatia watu nguvu. It's like they are cheering them. Mnawachia, mnawasha moto, mnafuata upepo. Ukienda huku uko huku, ukienda huku uko huku. So hii moto ukiasha moto hivyo inatoka plus na moshi kubwa. Uchochezi. That's why unaona watu wangetafutana behind the scene na hii kitu haingefika hapa. Imefika hapa kwa sababu ya mafans. Mafans ni waulize juu wanaenda kotini pia nyinyi mnafuata. Sasa hii ni mambo na koti. Hao watu wameamua kupelekana mbele. Pia nyinyi mnaenda. Juu sasa mafans ndio wamekuwa kiasha moto. I'm very sure hao watu wamekuwa marafiki. Wamekula pamoja, wamefanya mambo mingi pamoja. But unaona venye mambo inaenda. Mimi saa hii sina jambo lolote la kusema. Anyway, the only thing naweza sema, Joani marafiki ambao wamekosana. Wewe ombea ule ambao unataka kuombea. Kama ni Jerry muombe, kama ni Freddy muombe, kama ni Malaika muombe, kama ni Dave muombe, ama tuwaombee wote. Na kama utaki kuwaombea wote, ombea ule mwenye unafanya nini unataka. Cause hii ni vita, itaisha. Mimi najua itaisha. Kila kitu kina mwanzo, lazima kiwe na mwisho. Na huko kwenye wameelekea ndio kuzuru, watamaliza haraka. Lakini huku kwa mitandao, mitandao hakuna kitu wataweza, hakuna kitu watamaliza. So guys, bila kupoteza muda, sisi hatuna cha kusema, kazi yetu ni kuwatch na wacha tuone next move itakuwa ni lini na itakuwa nini na wameamua aje na mambo itakuwa vipi. So thank you so much guys for watching. Mbarikiwe sana.